na Victoria Ndeba. Nadhani goalkeeper ubora wake ambao jana aliweza kuonesha, baada kwamba jana alikuwa na mistakes hapa na pale, lakini ukijaribu kutazama kwa haraka jana goalkeeper pia aligharimu timu. Lakini ukijaribu kutazama zile nafasi ambazo nyingi walizokuwa nazitengeneza Singida Black Stars, wanahakisha kwamba wana convert chance kuwa goal. That's why ukijaribu kuangalia first half, nafasi mbili ambazo walizipata, moja ilikuwa ni makosa ambayo alifanya goalkeeper ambayo ilikuwa ni second goal, lakini pia ukijaribu kuangalia first goal ambaye alifunga mtu kama alifunga Jonathan. So kijaribu kuangalia turn-up nzuri ambaye alifanya mbele ya mtu kama Che Malone, akaamua kupiga engo ambayo kwa goalkeeper ilikuwa ngumu, hata kwa goalkeeper yote pale ilikuwa ni ngumu sana kwenda kucheza ule mchezo. Lakini pia ukijaribu kuangalia third goal, ukijaribu kuangalia ubora wa mpigaji Emmanuel Keyeke, kitu ambacho alikifanya ni nadra tushuhudie ama kushuhudia wapiga mipira iliyokufa wengi zaidi. Ukijaribu kuangalia kwenye timu mara nyingi tunakuta wachache. That's why ukijaribu ndani ya klabu ya Simba sio kwa wawili ambaye ni yule alofunga goli la Simba, Jean Chalewa, lakini pia Valentin Nouma, na wachezaji ambao wako vizuri kwenye upande huo. Lakini ukijaribu kuangalia ndani ya Singida Black Stars amekuwa na wachezaji wengi ambao wana uwezo mzuri sana kupiga mipira ilikufa, ikiwa ni pamoja na Emmanuel Keyeke ambaye alikuwa ni man of the match kwenye game ya jana. Na ukitazama jana, nadhani Simba wakucheza vibaya na pia Singida Black Stars wakucheza vibaya. Kwa hiyo kuna mtu labda anaweza kaona kwa haraka haraka ya kwamba Simba alifungwa magoli 3, kwa nini amefungwa na mambo mengine kama hayo. Lakini ukijaribu kuangalia Simba walikuwa bora sana kwenye eneo la midfield, lakini walikuwa na madhaifu kadhaa kwenye eneo lao la chini, lakini pia eneo la mwisho nadhani walikuwa na madhaifu kidogo ambayo nadhani iliweza kushindwa au kupata magoli. Ukijaribu kuangalia jana walikuwa wanaminywa sana create chances. That's why ukijaribu kuangalia hakuna chance ya moja kwa moja ambayo alipata mchezaji wa Simba kwenda kumuattack goalkeeper. Kitu ambacho kiliwafanya, na ukijaribu kuangalia Simba kwa hivi sasa ikuta timu ambayo ina defense nzuri sana, ni mara chache sana Simba ukuta wanafanikiwa kupata magoli. Na ukijaribu kuangalia jana Singida Black Stars kwenye eneo lao la ulinzi walikuwa wanacheza na mabeki wawili, lakini ukijaribu kuangalia kwa wanashambulia wao utashuhudia wanatengeneza mfumo mgumu sana wao kupitika, ikiwa ni mfumo wa 5-4-1. Ni moja kati ya mifumo ambayo ni migumu, kwa sababu ukijaribu kuangalia wanavyoshambuliwa utaikuta ni wanacheza kama vile ni back 3 ndio inatumika kwenye hiyo game. Na ukijaribu kuangalia wanatumia ile back 3 ni nadra sana kutoa wachezaji wa Simba wakifanikiwa kwenda kuingia kwenye box la timu pinzani na kupata goli. Ni kulinganisha pia na ubora ambao walikuwa wanaonesha kwamba ukijaribu kuwatazama Singida Black Stars eneo lao la chini zaidi walikuwa wanalifinya. That's why ukijaribu kuangalia wachezaji mmoja kama kina Jean Chalewa, wachezaji kama Joshua Mutale na wachezaji wengine ambao wanatumika kwenye eneo la attacking akiwemo Kip Dennis, walikuwa wanashindwa kutengeneza nafasi ambazo ni nzuri zaidi kwa mtu kama Dese Mukwala. That's why ukijaribu kuangalia Dese Mukwala kuna muda alikuwa ni kama anazurura kwenye eneo la juu kabisa. Ukijaribu kuangalia alikuwa anapata chance ambazo ni nzuri kwa ajili ya kwenda kuisaidia timu. That's why ukijaribu kutazama mara nyingi alikuwa analazimika kwenda kwenye zile wings upande wa kushoto, sometimes unashtukia ametokea upande wa kulia, wakati mwingine alikuwa analazimika kushuka chini, maybe kama kuna mtu mwingine ambaye ana uwezo wa kupanda juu na kupata pasi haraka haraka. Kwa hiyo ukijaribu kuwatazama Singida Black Stars kwenye eneo lao la chini walikuwa better zaidi. Ukijaribu kuangalia kuwapa Simba chance nzuri zaidi ambayo maybe Simba mchezaji mmoja au ile ongeza kutumia. Na ukijaribu hata kutazama goli ambalo Simba alifanikiwa ama ni set play, ukijaribu kutazama kwa haraka walifanyiwa ni madhambi nje ya box, kitu ambacho alikitumia vizuri zaidi mtu kama Jean Chalewa. Lakini pia ukijaribu kuangalia eneo la midfield ndani ya Simba lilikuwa bora zaidi. That's why ukijaribu kuangalia hata possession ya game Simba walimiliki game zaidi, na inakuonesha kwamba walicheza vizuri. Eneo la ulinzi nadhani ndio kidogo lilikuwa na mistakes hapa na pale, nadhani ni miscommunication baina ya goalkeeper sometimes na mabeki wake, ikiwa ni goli la pili alirudishiwa mpira, kitu ambacho alipaswa akifanya ni kuanua mpira kupeleka mbali zaidi, lakini kitu ambacho aliamua kufanya alitoa pasi ambayo ni fupi ambayo ilikuwa
ni rahisi zaidi kwa timu pinzani kuitumia. Nadhani pia ni message inaenda kwa mwalimu wa magolikipa, kwa sababu hili ni kosa la pili linalofanana ndani ya michezo mitatu. Kama unakumbuka mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao ulienda kuchezwa pale nchini Morocco, tulishuhudia goli la pili kama sijakosea, goalkeeper akitoa pasi kwa mtu kama Abdulrazak Hamza na kushindwa kumiliki mpira, kitu ambacho kikosi cha Berkane walitumia kwa ajili ya kupata second goal. Lakini pia ukijaribu kuangalia mchezo huu, tulishuhudia mtu kama Ali Salim pia akitoa pasi ambayo ilienda sehemu ambapo sio sahihi. Ukijaribu kuangalia mchezaji ambaye alimpatia mpira, nadhani alikuwa kwenye pressure hali ya juu zaidi, akashindwa kumiliki mpira, kitu ambacho walikipokea kwa urahisi zaidi Singida Black Stars na kutupia goli la pili. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kuna baadhi ya magoli ambayo Simba wenyewe walikuwa na misunderstanding, lakini mbali na kuwa na ni miscommunication, mbali na kwamba Simba wanakuwa na hilo tatizo kwenye eneo lao la chini, lakini uwezi ukaacha kusifia ubora mzuri ambao walikuwa wanaonesha Singida Black Stars kwenye maeneo mengi sana. Kuanzia kwenye eneo la ulinzi, kama nilivyozungumza kwamba alikuwa very compact, walikuwa wanahakikisha kwamba Simba hawapati nafasi ambazo ni clear chance kwenda kwa hukumu. Ukijaribu kuangalia na kisha kwamba wachezaji ambao ni hatari ndani ya klabu Simba, wachezaji ambao wanategemewa kuleta uhatari na wachezaji ambao hawategemewi kuleta uhatari, ni wachezaji ambao bado walikuwa wanahakikisha kwamba anakuwa kwenye ulinzi ambao ni thabiti zaidi, kwamba hawatakuwa na uwezo wote wa kuhakikisha kwamba anakuja kuumiza timu. Lakini ukijaribu kuangalia kwenye eneo la midfield, jana walikuwa wanacheza na midfield yake ilikuwa iko chini, yani inacheza eneo la karibu zaidi na beki wake. That's why ukijaribu kuangalia mbana kwamba Simba ilikuwa inawafikia kwa karibu zaidi kwenye goli lao, lakini ukijaribu kuangalia Simba kuingia kwenye box ilikuwa ni mtihani. Mid block walikuwa wanafanya mid block ambayo ni nzuri sana, kwamba tunacheza viungo wanacheza chini, lakini bado anahakisha kwamba mabeki wake hawadhuriki moja kwa moja. That's why ukijaribu kuangalia wachezaji wa Simba kama kina Steve Dese Mukwala, sio kina Eli Mpanzo, walikuwa wafiki moja kwa moja. Wachezaji kama mabeki wao katikati walikuwa ni nadra sana wakute kwenye eneo hilo. Lakini ni upande wa attacking midfield, nadhani walikuwa bora zaidi timu inapofanya counter attack. Ukijaribu kuangalia wachezaji kama kina Emmanuel Keyeke, kitu ambacho alikuwa anakifanya jana kwenye eneo la attacking midfield. Baada Arthur pia kitu ambacho alikuwa anakifanya, Victoria na Debaya walikuwa kisha kwamba wakipanda juu, pasi ambazo wanazitoa zinafika sehemu ambapo ni sahihi. Na kwa nini walikuwa fanya hivyo? Kwa sababu alikuwa anaikuta Simba tayari wamekwisha weka mashimo mengi wanapoenda ku attack. That's why ukijaribu kuangalia first goal jinsi ilipatikana kwenye mazingira ambayo ni bora zaidi kulinganisha na Simba waliacha mashimo ambayo ni mengi zaidi kwenye eneo lao la chini, kitu ambacho alikitumia kwa urahisi zaidi Singida Black Stars. Lakini pia hautaacha kuzungumzia ubora wa eneo la ushambuliaji. Anasema kwamba striker anapaswa ndani ya nafasi mbili at least atumie nafasi moja, kitu ambacho jana alikuwa anakifanya Jonathan Soa. Maana kwamba Simba wanatambua ubora wake, wanakaba kwenye njia, wanamzuia wakifahamu ya kwamba ni mchezaji ambaye ni hatari, lakini chance moja ambayo alifanikiwa kuipata ndio nafasi hiyo ambayo ameweza kuitumia. Haaland alishakizungumza kitu kimoja kwamba mimi siwazi zaidi kwamba nitagusa mpira aidha mara moja, mara mbili, mara tatu. Hicho kitu mimi sitaki